Unapojinyenyekeza mbele za Mungu, masikio yako ya kiroho hufunguka zaidi. Fikiria hadithi ya Samueli mdogo katika Samueli 1 sura ya 3 mstari wa 9 hadi 10. Alipohitajika kumjibu Mungu alisema, "Sema Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia." Alikuja kwa unyenyekevu na utayari, si kwa madai na vita. Moyo uliosalimika huweka mazingira ya kusikia. Unapobadilisha sala zako kutoka Bwana bariki mipango yangu hadi Bwana nifunulie mipango yako, ndipo sauti ya Roho huonekana wazi. Methali 3:5 hadi 6 inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Moyo uliolingana na mapenzi ya Mungu hutengeneza nafasi ya uongozi wa Roho. Hili linahitaji kujisalimisha kila siku. Yesu mwenyewe aliiga haya katika bustani ya Gethsemane, si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe. Imani si kuamini tu, ni kutenda. Kila hatua ya imani hukufanya usiye Roho kwa uwazi zaidi. Kama Abrahamu alivyotoka bila kujua alikokuwa anakwenda, lakini kwa kila hatua aliyochukua, alisikia vizuri zaidi. Ni kama kutembea kwenye giza ukiwa na tochi ndogo, mwanga unaongezeka unapojisogeza mbele. Ukibaki pale pale, unabaki gizani. Lakini kusonga mbele kunaleta ufunuo. Fikiria Petro alipotembea juu ya maji baada ya Yesu kumwambia njoo. Alimsikia Yesu kuliko upepo. Lakini alipogeuka na kuangalia mawimbi akaanza kuzama. Hili linatufundisha kuwa imani huboresha usikivu, lakini hofu hupooza uwezo wa kusikia. Hata Gideoni aliyejisikia hana uwezo alisikia vizuri zaidi kila alipotii. Hatua ya imani huondoa hofu na kelele nyingine na hufanya sauti ya Roho kusikika zaidi. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7 inasema, kwa maana twaenda kwa imani si kwa kuona.